Ndio kilinifanya niokoke, kwa kusikia nyimbo zao. Walikuwa naimba, watu wanalia machozi, wamejaa Roho Mtakatifu. Ile nyimbo mpaka sasa naikumbuka, nikikumbuka natamani niwatafuta watu kwamba tungetafuta tuimbe tena. Walikuwa naimba katika roho na wanajua wanachokifanya. Lakini tulio wengi tunaangalia viewers, nitakulaje. Mungu hawezi kuacha kukufanyia. Ukifanya ya Mungu, Mungu atafanya ya kwako. Kwa sasa hivi unadhani ni njia gani sahihi ambayo inatakiwa ifanyike? Kuondoa ama kupunguza, au kuleta njia sahihi ambayo hawezi kuondoa wala kupunguza? Ndio maana nasema yache magugu na ngano vifanyaje, vikue pamoja. Baadaye itajulikana ngano ni ipi na magugu ni yapi. Na ukiongea kama hivyo, wengine wanakuambia najifanya huko rohoni. Umenielewa? Lakini kiukweli kazi ya Mungu inajitetea yenyewe na Mungu anajipigania. Vijana wana uwezo wa kutufuata sisi kwa sababu na sisi ni vijana, na wana roho ile ile, wana mwili ule ule tulionao, na roho ile ile, na wanasikia ukiwaambia kitu cha ukweli wanaelewa. Mimi naendaga sehemu na hudumia watu vijana kabisa. Hata leo wakati kabla nifike hapa, nilikuwa na kijana nilikuwa naongea naye, akasema nimekuelewa. Nimekuelewa, namwambia vile vitu. Nikamwambia kuna moja, kuna mbili, ukikaa hivi watu wataelewa. Kwani mimi ni mzee? Mimi kijana bado. Kijana sana. Lakini najua ni kijana wa aina gani. Lazima nijitambue. Siwezi kuiga mambo ya kule duniani eti lazima tuwafuate wale, ndio inatakiwa watufuate sisi. Sio sisi tuwafuate wao. Wafuate sisi tunachokifanya. Waseme yes, ngoja niende. Sasa tukiwafuata wao tukasema tunahubiri injili wakati tunakula kama wao, tunavaa kama wao, tunatembea kama wao, tunafanya mambo kama wao. Kijana unakuta yuko anaimba gospel, amevaa suruali imechanika chanika, kwambia ni mambo ya kisasa. Hamna kitu kama hicho.